Basi bwana, baadaye Chamaka anarudi zake nyumbani, anamkuta mamake yupo nje ya geti. Tena amekaa kwenye jua kali. Ilimuuma sana hii kitu. Nimekuja kuona mwanangu. Najua ndio umekuja kuniona mama. Imekuja mpaka umekaa hapa nje. Si huyu mamako mkwe. Amenizuia kuingia ndani. Ameniambia tena nifahamu. Amenikataa kabisa. Anasema anijui. Chamaka alikasirika sana. Akamuita mlinzi. Njoo. Imekuwaje? Mbona mmemweka mamangu nje? Madam, sio mimi madam. Mama ndo alimfungia geti. Chamaka akampiga kofi mlinzi. Mpumbavu sana wewe. Yeye unamwacha mamangu anakaa hapa nje na jua kali hili. Chamaka alikasirika sana. Akamchukua mamake, akamuingiza kwenye gari. Kisha hao wakaingia mpaka ndani. Basi bwana, baada ya kufika ndani, mama Chamaka akawa anashangaa tu. Mwanae anaishi kwenye mjumba mzuri sana. Hongera sana mwanangu. Umeona mwanaume anayejiweza. Chamaka akawa anacheka, anafurahia mwenyewe. Mara kubwa la maadui linatokea hapa. Mama Chamaka baada ya kumwona mama Alex, pozi likamwisha. Maana anajua bala lake. Kwa nini umemwacha mamangu nje? Anapigwa na jua kali. Hii sio sawa kabisa. Haiko sawa hii. Yaani mamangu mzazi, mamangu kunizaa, unamwacha nje. Najua hili lilivyokuwa kali. Kweli jamani, hii sio sawa kabisa. Hii sio sawa. Hata mamangu naye ana haki ya kuja kwenye hii nyumba, kuja kumwona mwanae. Bwana Madui akamsikiliza Chamaka, kisha akaanza kuongea shombo. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mtoto wangu mimi hajaoa. Sitambui kabisa hiyo ndoa. Sasa sijui wewe unazungumzia ndoa gani hiyo. Mimi siitambui hiyo ndoa. Mwanangu hajaoa. Hajaoa mwanamke aina yoyote. Kwa hiyo ndani sasa kitakataka kabisa mimi. Yaani leo mtu na mwanae anakula vidonge. Sasa sikiza nikwambie. Mchukue huyo mama yako, mrudishe huko alipotoka. Ndani sasa kitakataka mimi. Sitaki ujinga aina yoyote huko ndani. Maneno ya mama Alex yalimkera sana mama Chamaka. Akaanza naye kutoa shombo zake. Nisikize nikwambie mwanamke, unatakiwa ujiheshimu sana. Jiheshimu sana. Wewe ni mtu mzima. Kwa hiyo unatakiwa unavyoongea, uongee vitu vinavyoeleweka. Sio unaongea pumba tu. Tena mbele yangu. Yaani unaongea shombo mbele ya mtoto wangu. Unajielewa kweli wewe? Chamaka kabaki katulia tu. Hajui ongee nini. Nimependa sana hiyo. Nimependa sana ujasiri wako. Yaani unaongea kwa kujitutumua. Unaongea kwa ujasiri wale ya juu sana. Sasa sikia nikwambie. Tena mnisikilize kwa makini. Mama na mwanae. Hasa wewe mtoto wewe. Kwa hiyo umeenda kuniletea mamako ili aje kushindana na mimi undani. Tuanze kutupiana maneno, si ndio? Hamtoniweza. Hamtoshinda hii ligi. Na mkae mkijua hii vita imeanza. Mtaondoka wote humu ndani. Hayo yalipita bwana. Chamaka akamchukua mamake, akamwingiza chumbani atakapokuwa anakaa. Baadaye usiku mama baada ya kurudi nyumbani, muda wa chakula ulifika bwana. Wakakaa mezani kwa ajili ya kula. Lakini bi mkubwa, vita ilikuwa inaendelea. Aliwasusia chakula, kisha akanyanyuka. Huyo akasepa zake. Hataki masiara kabisa. Hayo nayo yalipita bwana. Kesho yake sasa, mama Chamaka amekaa anaangalia TV. Mama Alex akaanza chokochoko zake sasa. Alimwagia juisi mama Chamaka. Leo mama Chamaka aliwaka bwana. Alikuwa kama mbogo. Hakutaka ujinga kabisa. Akamkamata mama Alex. Ngumi zikaanza. Mama Alex alipigwa kama mtoto. Yaani kilanga komo. Hapa amepata kiboko yake. Baada ya kuchezea kipondo kikali, alichukua simu, akampigia mwanawe, akawa analia, anamlalamikia tu, hana lolote, ni msanii tu, amepata sababu. Baadaye Alex alivyorudi, ingia mpaka chumbani kwa mamake ili kwenda kumuona. Bi mkubwa alijingatangata, alijipiga, akajitengenezea maharama ili mwanae akija amini kama alipigwa. Basi bwana, hiki kitu kilimkera sana Alex. Alimind sana. Baada ya kuona mamake ameumizwa, tena ameumizwa pakubwa. Baada ya kumaliza kumwona mamake, Alex alimfuata Chamaka. Akaanza kumfokea sana. Ni ujinga gani mmeufanya? Yaani kule watu wawili mnamchangia mtu mmoja. Mnafanya vitu gani vya ajabu hivi? Nitafanya vitu vibaya kwa ajili yenu. Vitu gani vibaya utafanya kwa ajili yetu? Vitu vipi vibaya utafanya kwa ajili yetu na kuuliza? Yaani kila siku umekuwa mtu kumtetea huyo mama yako. Na unajua kabisa matatizo ya mama yako. Unafahamu fika kabisa. Kama mama yako ana roho mbaya, hataki kabisa mtoto akae kwenye hii nyumba. Alex baada ya kumaliza kumfokea Chamaka, huyo akasepa. Basi bwana, Alex kwa kuwa anapenda amani, alikana Chamaka. Wakaongea wakayamaliza. Maana hata anajua tabia za mama yake. Kwa hiyo alimuomba mama Chamaka amwombe tu msamaha mama yake ili mambo yaishe. Mama Chamaka hata kubisha, akawa anamuomba msamaha mama Alex. Nisamee, naomba unisamee kwa yote niliyokutendea. Yaani mama Alex anatamba, anajiona kama malkia vile kwenye hii nyumba. Mama, naomba msamee. Nadhani umesikia amekuomba msamaha. Kwa hiyo naomba msamee tu. Yaani mama Alex hakujibu chochote, akanyanyuka akawa anasepa. Hakutaka msamaha. Alichokuwa anataka hawa atimuliwe humu ndani. Basi bwana, jioni yake mama Chamaka amekaa anaangalia TV. Mama Alex akatokea kwa mikogo kabisa, akakuja zake nne. Sasa mama Chamaka kipindi anamwangalia mama Alex, kuna kitu akakiona hapa. Aliona kovu kwenye mguu wa mama Alex. Ili kovu linamkumbusha kitu. Yaani kama kuna sema shaka kuliona ile kovu. Samani, hivi mimi tushakuonana miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma uonane na nani? Yaani mimi naonana na wewe, mtu mchafu kama wewe. Samani, enzi zako za watoto ulikulia Ugina Bar. Asa mama Alex baada ya kusikia Ugina Bar, akashtuka kidogo. Kisha akamuuliza, "Unamaanisha nini kuhusiana na Ugina Bar?" Unajua, naikumbuka hii alama. Naikumbuka vizuri sana. Hii alama naikumbuka. Kuna rafiki yangu mkubwa sana, niliwahi kuokoa maisha yake. Alikuwa na hii alama. Naikumbuka vizuri hii alama. Naikumbuka sana. Mama Alex kwa nyodo zake, aliona kama mama Chamaka anamrushia tu hivi. Yaani amuelewe kabisa anachokizungumzia hapa. Naikumbuka sana hii alama. Ni alama ya rafiki yangu kipenzi sana. Kuna tatizo lilimkuta kijijini. Kijijini kwetu Ugina Bar. Sema ambapo tulikulia. Ni wewe bwana. Ni wewe. Mama Alex anamkodolea macho.
maana naona haelewi tu hapa. Hasa Mama Chamaka ikabidi aanze kumpa story Mama Alex kuhusiana na ile kovu. Labda anaweza kukumbuka. Kuna siku moja kijijini kwao, kipindi cha usichana wao, kuna rafiki yake alikuwa anabakwa hapa na kijana mmoja muuni tu mtaani. Yeye ndo alienda kumuokoa. Na toka siku hiyo urafiki wao ulidumu mara mbili. Yaani baada ya kumuokoa, urafiki wao ulidumu sana. Na huyu mwanamke aliyemuokoa Mama Chamaka alikuwa na kovu kama ile ambayo analo Mama Alex. Na urafiki wao ulidumu kwa muda mrefu sana, lakini baadaye walikuja kutengana kwa sababu ya maisha tu. Mama Alex alishangaa baada ya kupewa story. Akamuuliza Mama Chamaka, "Wewe ni nani?" Kwa sababu story inayohadisia hakuna mtu anayeifahamu. Zaidi ya rafiki yangu mmoja kipenzi sana, ambaye tuliishi kwa muda mrefu sana. Urafiki wetu tulipendana sana. Tuliishi kwa shida na raha. Ni mwanamke ambaye alikuwa maisha yangu. Ni mimi huyo mwanamke. Ni mimi. Huyo mwanamke unayemzungumzia. Ni mimi. Mama Alex anaongea kwa analia. Maana hataki kabisa kuikumbuka hii story. Ni story ambayo inamuumizaga sana. Mama Chamaka alinyanyuka pale alipokuwa amekaa, akamfuata Mama Alex, akawa anamtuliza. Maana Mama Alex alikuwa analia tu baada ya kukumbuka hii story. Na hatimaye leo marafiki wa muda mrefu sana wameonana tena. Yaani watoto wamewakutanisha. Basi bwana, wakakumbatiana. Kila mmoja akamsamehe mwenzake kwa yale yaliyotokea huko nyuma. Hatimaye marafiki wa muda mrefu wamekutana tena, japokuwa kwa njia mbaya, lakini ndio washakutana hivyo. Mungu amekutanisha kwa njia tofauti. Furaha ikatawala ndani ya nyumba. Kila mmoja kana mpenda mwenzake. Kumbe ni mashoga ya muda mrefu bwana. Kama usimdharau mtu yoyote, usimjua, usijua alikusaidia nini huko nyuma. Hasa baadaye Chamaka anarudi kutoka kwenye mihangaiko yake, anasikia ndani vicheko tu. Yaani watu wanacheka. Anashangaa, imekuwaje huko ndani leo vicheko kama hivi? Maana kashazoea vita tu huko ndani. Chamaka akaingia mpaka jikoni, akakaribishwa na bashasha la kufa mtu. Anashangaa, imekuwaje leo? Yaani mtu ambaye alikuwa mpendi, leo anampokea kwa bashasha. Haamini kabisa kinachoendelea hapa. Yaani tabasamu la upendo, sio tabasamu la kinafiki. Haelewi kinachoendelea hapa. Nisikilize mwanangu, nisikilize kwa makini. Naomba unisamehe. Nisamehe sana kwa yote mwanangu. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Naomba unisamehe kwa yote niliyokufanyia. Nisamehe sana. Tena wewe na mama yako. Naomba mnisamehe kwa pamoja. Nisameheni. Nimewakosea sana. Lakini naomba umtunze mtoto wangu. Umpende na umlinde. Basi bwana, baada ya Alex kurudi nyumbani, muda wa kula ukafika. Wakakaa mezani kwa ajili ya kula. Hasa Alex na Chamaka wanashangaa. Huu upendo umeanza lini? Yaani mama zao wanapendana vibaya mno. Wanacheka tu. Hawana habari. Mama Chamaka aliendelea kumtunzia siri shoga yake. Hakutaka mtu yote ajue kilichoendelea wala kilichosababisha upendo wao urudi tena. Hata kile kilichotokea huko nyuma hawakutaka kuambia. Ilibaki kama siri. Ila alichoambia waendelee kupendana tu kama wao wanavyopendana. Basi bwana, upendo na amani ukatawala kwenye hii nyumba. Kama usimdharau mtu usemjua. Bwana, ndio mwisho mvi hii hapa. Ninaitwa Popa. Bye.